Kikijifua nacho cha nikikilia hapa juu. Naam, swadakta. Naam. My fellow Tanzania, my fellow. Nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni mimi mama. Naam, leo hii utalala ndani. Wapi hotuba ya Kiswahili? Kurasa la pili. Kurasa la pili. Naam, leo utalala ndani ili uweze kujua kunipa hotuba ya Kiingereza tena next time ni kifo. Naam, Watanzania wenzangu, leo hii naja mbele yenu si kama Samia bali kama Idi Amin mama. Ningependa kuwapa kongole na kuwashukuru kwa kuwa mmenisupport na kunipa kura zenu 90%. Na ningependa pia kuomba msamaha kwa kuwapea ile tunaita kifungo chini. Yaani lockdown ile. Ila nina tatizo hapa hivi kwamba tumekuwa na mvurugano, tumekuwa na maandamano ambayo kumbe hajasababishwa na Watanzania wetu bali Wakenya kutoka nchi jirani. Wakenya hao unasikia Wakenya walituma Wakenya 3 ambao wamekuja kuvuruga amani yetu. Mkenya mmoja alienda Dar es Salaam, mwingine akaenda Dodoma, pia wamevuruga. Sasa mnadhani ni Watanzania, kumbe ni Mkenya mmoja. Ile Wakenya tungependa kuomba msamaha. Kwa kuwa kama hao ni 3, sembuse mkituma lori moja, tungependa kuomba msamaha. Mkenya 3 nasemekana kwamba hajulikani alipo, na hilo ndilo linalotuofisha zaidi. Wanasema kwamba yuko pale Mbagala, sijui Mbagala, ila tunahofia sana maisha yetu kama Watanzania. Wakenya hao walipokuwa wakija Tanzania walipitia kwenye boda ile. Kupitia kwenye boda walikuwa na gunia la mawe na kamusi. Mkenya wa kwanza ambaye alikuwa ni Omondi Timon alikuja na kamusi na mawe. Wa pili alikuwa ni Gaucho Tieno alikuja na kamusi na mawe. Wa tatu pia ndiye ambaye hujua jina lake. Ila kwa wale Wakenya ambao waliobaki Kenya, tafadhali tunaomba tarehe 8 mwezi wa Novemba tupatane Paradise Gardens. Kutakuwa na Mataha Festival pale Kiumbu Road. Kiambu Road. Kiumbu Road. Kiambu Road. Kiumbu. Kiambu. Kiambu. Yeah, Kiambu. Yeah. Naam, swadakta. Tupatane pale hivyo tarehe 8 mwezi wa Novemba. Huyu awekwe ndani. Mama. Toka usiniguze nyonyo. Toka huyu awekwe ndani. Awekwe ndani.